Mheshimiwa Naibu wa Rais, tukisalia kusimama na kwa ruhusa yako, naomba nimkaribishe Askofu David Mwiti aje atufungulie mkutano kwa sala fupi. Karibu sana Askofu. Let's bow down for a word of prayer. Almighty and ever-living God, in Jesus' name, we appear before your throne of mercy with gratitude. Thank you, dear Father of heaven, because of bringing us the far that we have come. And now, as we begin this celebration, we acknowledge your presence with us, and we pray that, dear Father of heaven, that you may guide us from this beginning through all the program to the very end, and after everything is said and done, may all glory and honor come back to you. We thank you even because of bringing our Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency Professor Kithure Kindiki, who is here with us, O Lord, a man that you have raised and given leadership of this nation under the President of His Excellency, Dr. Samoei Arap Ruto. We thank you because of the leadership of this government. We pray, dear Father of glory, thanking you because of the transformation that they are bringing this nation, and we pray that you may prosper them in every way. May you grant the desires of their heart, even as they guide this republic into greater heights of development and prosperity. We also want to thank you because of this cooperative union that has become the home of the dairy farmers in this region. How we pray, dear Father of heaven, that you may continue guiding the leadership so that they can continue helping our farmers, guiding them, dear Father of glory, that they may continue to reap the benefits through the dairy farming. We bless you and we give you all the glory, for we pray in the name of God, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you very much. God bless you. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Naibu wa Rais, naomba tuketi. Wapi shangwe na vigelegele za Mheshimiwa Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya? Asanteni sana. Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki, Waziri wa Vyama vya Ushirika, Mheshimiwa Wycliffe Oparanya, Waheshimiwa mawaziri waliopo, makatibu wakuu wa idara za serikali ya kitaifa, waliopo wakiongozwa na katibu mkuu katika idara ya vyama vya ushirika, Bwana Patrick Kilemi, Gavana wa Gatuzi la Meru, Mheshimiwa Isaac Mutuma, Waheshimiwa manaibu gavana waliofika, mwenyeji wetu mkurugenzi mkuu wa chama cha ushirika cha wakulima wa maziwa Meru ya Kati, Bwana Kenneth Gitonga, mbunge wa Imenti Kaskazini, Mheshimiwa Rahim Dawood, waheshimiwa wajumbe wa bunge la kitaifa na bunge la seneti waliopo, spika wa bunge la jimbo, viongozi wa kidini, viongozi wa vyama vya ushirika, wakulima wa maziwa, washikadau wa sekta ya maziwa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, nikubalie nimwalike Bwana Kenneth Gitonga ambaye ni mwenyeji wetu atuletee salamu za utangulizi na kisha aweze kuendelea na ratiba. Tumshangilie katibu mkuu, mkurugenzi mkuu samahani, Bwana Kenneth Gitonga. Karibu sana sana. Thank you, His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Kithure Kindiki, ministers present, PSs, our Governor of Meru County, members of Parliament, MCA, former Governor Kiraito Murungi, CEOs of national organizations, union board, staff, partners na viongozi wote na wakulima. Bwana asifiwe. Habari zenu? Maziwa? Maziwa?
Hebu nione kwa mkono maziwa. Thank you very much. His Excellency the Deputy President, nashukuru sana kwa kututembelea siku ya leo. Wewe umekuwa rafiki yetu na mmekuwa mkikuja hapa na rais wetu William Samoei Ruto kwa miaka 3 iliyopita. Wakati tulikuwa hapa last year, tulikuwa na maono na mafikira na mengine hayo imetimika leo. So tuko hapa kukushukuru na kupitia tunashukuru rais wetu, na kama wakulima tumefurahi sana. Naomba niseme machache alafu nialike chairman wetu I introduce viongozi hao wengine kwa sababu naona muda imeenda, lakini ile kazi umefanya ni ya maana sana. His Excellency, the climax of the day is what you have just done this morning, kutufungulia kiwanda yetu ya chakula ya ng'ombe. 2023 tulikuwa na shamba na ndoto ilikuwa kwa kichwa, lakini kupitia support yako na wakulima tumechanganya nguvu yetu na hiyo mambo imewezekana. So allow me to read a few lines I have and then we get started. Now, wakulima wenzangu na viongozi wote na wasalimu kwa asubuhi ya leo. My name is Kenneth Gitonga, the Chief Executive Officer of Meru Dairy Cooperative Union and also the Chairperson of Dairy Processors in Kenya. On behalf of the Board of Management of Meru Dairy Union, Dairy Farmers Staff and Meru Cooperative Union Limited generally, it gives me great pleasure and honor to welcome you all to 11th Annual Farmers Field Day 2026. We sincerely appreciate your presence, His Excellency, for joining us in this very important occasion. Today marks another important milestone as we celebrate the 11th Farmers Field Day. We have been coming here for the last 10 years. Today is our 11th year. We're deeply honored to have you join us present over this event. We appreciate the government's support to the dairy industry through the range investment and policies. Kindly convey our sincere appreciation to His Excellency the President for his unwavering support in the dairy industry. His government has invested heavily in policy and interventions, and we hope and pray that you continue to support us so that we can help the lives of dairy farmers and strengthen the cooperative movement in Kenya generally. We are equally grateful for your taking time to be with us today and your continued support to the agricultural sector. Today we are gathered here to deliberate on key issues affecting dairy farmers in Meru County and this sector at large. Number one, we are here to discuss how we can improve productivity, how we can get an extra milk from the cows we have, and how to increase our number of cows. Number two, we are here to discuss breeding, and on this we are very keen on sex semen, which you really assisted us last year. Farmers are very happy with what the president did last year, but the problem we're having now is the huge demand. More farmers want the sex semen and the capacities are not there. So I hope you are going to guide us today on what the government is planning. We are also here to discuss the issue of diseases and vaccinations and how to control. We are also discussing feed and fodder, which is key, and the main issue in milk production, and also promotion of training and capacity building among farmers. Your Excellency, on behalf of the dairy farmers, I sincerely thank the government for its unwavering support in the dairy sector. When Meru Maziwa Mira's Feed project began in 2023, we had only a vision and a proposed budget of about 500 million. The dairy farmers have contributed about 300 million, and your government, through His Excellency, supported us with 200 million Kenya shillings. This is a great milestone, and that's why we have just commissioned our field mill today. What we have done is today we are launching feed for animals with improved quality and at a lower price than the market value. I think the Deputy President will announce the numbers, but I can assure you what you are going to get as farmers, it's not available in Meru. We are going to get the best feed in the region. We also appreciate the government for continuing
for giving us coolers. So far, we have received 15 coolers, which were promised by the president last year. However, milk has increased and we demand more. Now farmers need more because the volumes are going up. And by next year, we want to hit 1 million liters. So, His Excellency will not stop demanding coolers because the numbers are really pushing us and we are really happy. On the sex semen, Your Excellency, when it was 7,000, we were doing 20 doses per month. And it was 240 doses per year. With a reduction of price to 1,400. Now we are doing 100 doses per day, which is about 300 doses per month. 3,000 doses per month. And that demonstrates the likelihood of the multiplication of animals because all these are heifers now. So it means if we are handling 3,000 heifers of cows in Meru every month, you can now appreciate the impact of what the president did. I really request that you really support KAGRIC because I know they are struggling with the budgets and the numbers because this is the game changer of the dairy industry in Meru and in the country. This field day, the theme is increasing production or innovation of dairy farming by embracing technology and for sustainable future. Today, what we do here is what we call practical dairy training of farmers. We have farmers here in the field, and Your Excellency, with your permission, I'll call 3 farmers shortly who are doing 50 liters from one cow, so they can come and tell the others in very few months what they are doing to get 50 liters from one cow. And if all of us, the average is about 5, 6, 7, but we have people here, farmers, who have done 50 liters, and those cows are in the ground there. You have seen some of them, and the owners are here. So as a farmer, you have no reason as to why you should not learn, because this is not paperwork, it is practical. His Excellency, in 2023, when you came here, we had 11,012 farmers. Today, we have 161,874 farmers. Our current milk intake was 287. Today, it is 670,000. We had 139 societies. Now we are at 168. The total sales, the value of the money, when we sell our milk, that time it was 9 billion. 9.3. Last year we did 20.1 billion. And this year, when I look at the mathematics and the trend, we are likely to hit 25 billion Kenya shillings. So there is a great result of our energies together, and I am happy you are really supporting us as we move on. Our factory capacity is about 720,000, and my fear now, because of what has happened today, and the sex semen, these farmers are likely to give us more milk quickly, more than we think. Ama wakulima ni aje? Mtareta maziwa? Mkipata chakula maziwa itakuja? Nataka Mheshimiwa Rais asikie ndio anisaidie, because the next assignment for the union is to expand capacity. So we would request you help us secure some of these funds which have low costs, 4%, 5%, to expand the capacity, because that is the next major assignment we are having in Meru. The current number of animals in Meru is 238,000. We have been having a number of challenges because of diseases. The number of cows have not been growing very much, but we have seen the effort, and with the support of the governor and the vaccinations now, we hope the numbers will balloon quickly. Now, in the feed mill, what we have just done is phase 1. We have done the animal feeds. The factory has capacity to do chicken feeds, pig feeds. The only thing now which is left is fish and human unga. We are going to phase 2, His Excellency. And because you supported us in phase 1, also support us as we go to phase 2 and phase 3, so that we close that discussion and Meru people will be happy. In phase 2, we want to build a second line. And in phase 3, we want to have silos and dryers so that we can store enough raw material, because we can anticipate a huge demand. Because from here, we want to serve Meru County, Tharaka Nithi County, Embu County, Kirinyaga, and the region generally. So that is the big dream. So when you are supporting us, it is not Meru only which is being supported.
Your Excellency, because we have 607,000 liters, it is a real employer. We have created a lot of incomes to people here in Meru. We have about 1,350 staff, 161,874 farmers, and most likely most of the families have more than one people who are benefiting, and over 5 million people in the value chain. Because we have vets, we have inseminators, we have sellers of equipment, so it's a big issue. So when you are here, you are really touching the heart of the region, I can promise you. Now, we don't have a lot to request for today. I've said number one, the big issue now is the expansion of the factory capacity, which will require intervention. Feed mill is going to phase 2, because already these farmers, the demand is there for what you have just done. Segment to be enhanced. And then, because I know we are also talking about money, and what has brought farmers here is money. Najua leo tutaongezea kitu kidogo kulingana vile tumeongea, maybe from next month. And then, from next year, we want to go quality-based milk payment system, whereby we can pay farmers depending on the quality of their milk. Piga makofi vizuri ndio mkubwa asikie. Wathithia ria rĩa kubwega ukongaongerwa mbeca. Kwa una ndembe kule andu baketha bakira mbeca nyingi muno nontu ba quality ya area rĩa bakureta. So we have agreed with the Minister for Agriculture and the team that you support us with the equipment to test and measure quality, so that we are able to pay according to quality. There is a huge demand for ghee and butter, and with the quality milk system, now we shall be able to achieve our objectives. Our future plans is to do over 1 million liters, which you have just agreed. We want to serve all the farmers with semen and multiply these animals quickly, so that people make money from milk and also from selling of heifers. That's the big dream of Meru farmers. We have already started exporting milk outside, Your Excellency. We are taking 20,000 liters Comoros every week. Nataka unishike mkono tuingie Congo, tuingie Nigeria, hii maziwa yetu ipate pesa mzuri huko nje. Tukikuja hapa tulipe pesa mzuri na mambo iishe na tukae vizuri. We also want to go green in supporting what you are trying to do to protect our environment. We want to do biogas and solar. And we are also joining the government in planting of trees. Our PS from forestry has given us donation of avocado trees and cocoa trees. So we want to plant trees in our farms. As we take care of the cows, we are also supporting in planting of trees. We want to plant over 1 million liters $1 million trees every year. And our staff and the farmers have committed to do that. So, when PIs I won't be able to supply us with the things as we had discussed properly. As I conclude, I want to say, His Excellency, that us, as Meru farmers and Meru leadership, we want to just say thank you. Because for the President and yourself to come here 3 years and today you're also here, it is a great friendship. Na sisi tunataka kusema sisi ni marafiki wako, na sisi ni watoto wenzako. Na ni vizuri wewe umetoka pande hii. Ukifika Nairobi fikishia rais salamu zetu na umwambie tunampenda. Mnapenda rais? Akienda ambia rais namna gani? Ataambia rais namna gani? Sema tena. Mheshimiwa Kindiki ni tutamu hapa. Na hakuna mambo mingi. Watu wataongea, sisi ni wakulima, sisi hatupigi siasa. Lakini tuko na kura na tunajua mahali tutapiga wakati ukifika. Otherwise, kwa hayo machache nataka nimwalike chairman akuje aseme neno moja. Alafu wakulima wangu watatu wakuje haraka haraka, sisi tumalize mambo yetu tukupatie mkutano. Karibu chairman.
Ikiwa hapo ni sawa. Mgeni wetu wa heshima siku ya leo, Deputy President Kithure Kindiki, tunataka kukukaribisha hapa siku ya leo kama vile imefanywa hapo mbeleni. Tunakuambia karibu sana, na serikali yetu iko imara. Na kuwa hapa leo sio kazi mchezo. Wale viongozi wako hapa ni wengi sana. Tunataka hata hawa viongozi watushike mkono ili tuendelee na kazi mzuri. Otherwise tutaongea mengi, za niruhusu tu nisome speech kidogo yangu alafu tuendelee na kazi. Kitonga amesema mengi, CEO wetu. Kwa hivyo deputy, niruhusu nisome speech yangu kwako na kwa hawa wengine. His Excellency the Deputy President of Kenya, Professor Kithure Kindiki, Cabinet Secretary President, Principal Secretaries, the Governor of Meru, Members of Parliament, development partners, cooperative leaders, our farmers, distinguished guests, ladies and gentlemen. Masiwa? Masiwa? Very good. Kama masiwa ni pesa, asante sana. On behalf of the board of management, staff and all our dairy farmers, I warmly welcome you to the 11th Annual Dairy Farmers Field Day. Your Excellency, we are honored by your presence today. Thank you for commissioning the new feed mill at Mitongo before joining us here. Your visit shows your commitment to supporting dairy farmers, growing the agricultural sector. Our theme this year is Innovate Dairy Farming, Embracing Technology for a Sustainable Future, which reminds us that modern farming is the way to increase milk production, improve quality, and raise funds in incomes. We sincerely thank the government of Kenya for supporting the dairy sector through the provision of milk coolers, the subsidized semen program, and the construction of our feed mill. These investments are helping farmers increase production and improve incomes. As a union, we remain committed to producing quality milk, embracing innovation, protecting the environment, and working closely with both the national government and the county government. To all our dairy farmers, thank you for your hard work, commitment, and trust in the union. Your efforts have made Meru Central Dairy Cooperative Union one of the leading dairy cooperatives in Kenya. Finally, Your Excellency, thank you once again for honoring us with your presence and for the continued support of the dairy sector. May God bless our dairy farmers, Meru Central Dairy Cooperative Union, and the Republic of Kenya. Asante sana. Kwa sababu CEO amesema mengi, sitaongea hiyo ingine, hakuna ambaye imebaki. Karibu yote imesemwa na CEO Gitonga. Sasa nataka kusimamisha board members waseme jambo wakiwa huko, ndio hawa kwa mkono. Thank you. Tuko na delegates. Delegates wa union wasimame, wawave, wako wapi? Wako mbali. Tuko na machairman wa societies. Where are they? Walisikia njama, wako hapa wachache. Otherwise, ndio tunafanya kazi na wao na tunafanya kazi mzuri. Na hata nyinyi mmeona wale wameenda kule kwa Mesmi. Na anataka kukaribisha nyinyi nyote tena muwe tayari kuendelea na kulima. Na msi watu wataendelea kulima kwa farmers. Mko tayari?
Mnataka pesa? Maziwa ni pesa. Na mnataka pesa. Limeni basi tufike kwa milioni 1 na unasikia maziwa inaenda ng'ambo. Ili pesa ikuje pande hii nao wakunywa maziwa. Otherwise, asanteni sana. Mungu awabariki. Lakini sijui kama tumeruhusiwa kupiga siasa kidogo ama. Deputy, hawa watu ni watu wa maziwa. Na watu wa maziwa wote ni tamu. 2 tamu. Kwa hivyo uende Deputy President, hapa hakuna kelele mingi. Tunafanya kazi. Na aje tusalimie. Hata kama kukuja leo, mwambie tulikuwa tunamngoja sana. Na mwambie tumesema asante sana kwa kutuma wewe. Ili ni yetu isipotee. Deputy President, nao kirudi Nairobi, usisahau na watu wa Meru na vile yote CEO amesema. Patiana kwa ministries watuletee haraka ili maziwa iongezeke. Thank you so much. Thank you very much. Nataka mkuje pande hii. His Excellency, sasa ndio walimu wa leo, wacha tusikie vile wanasema. Kuja maziwa, pesa, niko hapa mbele yenu nikiwa mmoja wa wale tuko na 50 liters. Ninasema inawezekana, na hizo ng'ombe tuko nazo Meru zinaweza pata hiyo lita 50. Kwa hivyo tujitahidi, it is possible. Na vile serikali imetusaidia hizo semen, niko hapa kusema niko na mbegu hiyo na ng'ombe zangu zimepata IFAS. Already niko na 3 IFAS and I'm waiting for more. So inawezekana. Wakulima wenzangu, tutieni bidii. Tumeambiwa pesa itaongezeka. Kwa hivyo enda uongeze maziwa yako na utapata pesa. Na ninasema asante kwa union, imetusaidia sana. Tumepata market. Thank you. Hebu tuambie ng'ombe yako inafanya aje na inaitwa aje? Ng'ombe zangu niko na 3, zile zina perform very well. Lakini the champion anaitwa Kethirone, anatoa lita 52 per day. So unapeleka maziwa society gani? Napeleka society ya Mukami. Na ninaitwa Gatweri Omotweri. So thank you very much. Ng'ombe yake inatoa 52 liters. Thank you. Introduce your name na utuambie mambo ya ng'ombe yako quickly. Naitwa Susan Karwetha Monene. Ng'ombe wangu anatoa 52 liters. Nimetoka Nari Dairy. Thank you. Maziwa, pesa. Kwa majina naitwa Muridhi. Natoka kutoka Buri Cooperative Society. Ng'ombe yangu anatoka 52 liters. Asubuhi nakamua 20, saa 7 nakamua 18 na jioni 14. So the rest are holding us from 45, 43, teremka hivyo. Thank you, Your Excellency. Karibuni. This is the top cows. I think now we have 52. Tulikuwa na ng'ombe hapa Meru ilitoa 60 liters. Lakini haiko kwa show leo, lakini zile tuko nazo ni hizo. So without much ado, nataka kusema asante sana, nimeshukuru. Mungu awabariki sana na tuendelee na biashara yetu ya maziwa. Maziwa. Kutoka hapo nataka kumwalika PS wetu Bwana Kiremi akuje atusaidie. Akaribishwa na makofi. Makofi tena. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. Allow me to stand by protocols as stated earlier. Wakulima wa maziwa Meru. Maziwa? Maziwa? Your Excellency. Hao wakulima, Your Excellency, hao wakulima sio mchezo.
Hawa wakulima, they are number 1 in Kenya, wakiprocess 670,000 liters per day. In fact, I got some news for you. They are actually number 1 in Africa. There is no cooperative in Africa inatoa maziwa kuliko hapa. In Kenya, in terms of processing, yule ako mbele yetu kidogo tu ni Brookside. Na Gitonga kulingana na hii nje kumepigwa na Deputy President pale Mitongo. By the end of, hata usifike huko 27 August, nataka tuwe tumepita Brookside. So that tukotoka kusema, hawa wakulima ndio number 1 in Kenya, na ndio number 1 in Your Excellency. Africa is still importing 80% of its milk requirement. 80%. Pale Comoros, hawa wakulima wetu wamepeleka maziwa imeandikwa Mount Kenya Milk. Wanashindana na maziwa imetoka Netherlands na imetoka Belgium. Congo, Burundi and Rwanda are still importing milk from Europe. Kitonga, the challenge is there. We want the best French-speaking milk sellers watoke hapa. The best Portuguese, French-speaking milk marketers watoke hapa. Ndio wapeleke maziwa yetu mpaka kule Angola. Kazi yangu ilikuwa kidogo, Your Excellency, ni kutambua viongozi wamekuja hapa. In a very special way, let me acknowledge the presence of the Deputy Governor of Nandi. Nilienda Tinderet, wanajaribu kufanya hii maneno, akasema watakuja. The Deputy Governor of Nandi is here kukuja kusoma na kuja na timu yake. Your Excellency, tuko na PS wa Musitu, PS wa Forestry, PS Gitonga Mugambi, please simama usalimia watu. Your Excellency, hiyo PS ndiye anajenga State Lodge, hiyo PS ndiye anajenga airport, hiyo PS ndiye anasema hata wakulima wa Meru watacheza golf. Na hiyo PS ndiye ametuletea koko na avocado Meru. Meru anasema nataka tupande 5 to 10 million in the next 2 years. PS Gitonga, we thank you. Your Excellency, tuko na chairman wengi wa board wakiongozwa na mzee wetu Mzee Kereito Muronge. All the chairman of board, please mameni to acknowledge your process. Thank you very much. PS Chairman Mugo, KDB, Chairman wa Kefis ako hapa Mtoerwaki, tunawashukuru. We have many CEOs of many government parastatals wako hapa. Naomba please musimame, wave, we acknowledge your presence. The CEOs wale wako hapa. Thank you. Tuko na CEOs wengi wale na support hii value chain. We acknowledge and appreciate your presence. We have many directors from this great county, Your Excellency. Naomba tu musimame, muwasalimia watu, you wave at them, you acknowledge your presence. The directors who are here, thank you so much. Your Excellency, naomba mketi chini. Without much ado, Your Excellency, I want to invite the team leader of our ministry. Waziri kaa kidogo ni kuintroduce mzuri. The Vision 2030 we live today, which the President now as a team working on, it was implemented under the leadership of Wycliffe Ambassador Oparanya. This cabinet minister, Your Excellency, as when he came in, nilimwambia kuna mambo ya tunafanya maziwa Meru, tukakuja na yeye hakuamini. Nikamwambia tunafanyanga vitu ya kahawa, tukakuja na yeye Meru. In fact, the MPs from Western Kenya waliweza kumwambia wewe umehamia Meru. But thank you, cabinet minister, because you have supported Gitonga. Ulimwambia wewe Gitonga hata kahawa ni wote tutasaidia. Your Excellency, Gitonga is also the chairman of the Nairobi Coffee Exchange. He is also the chairman of milk processors of this country. We are really tapping to the competencies we have in Meru, and it's thanks for the leadership of our cabinet minister, the former governor emeritus of Kakamega County, the former cabinet minister of planning, the ODM party leader. Please, cabinet minister, come and address us. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, my colleague ministers who are here, members of parliament, PSS, na wananchi wote wa Meru, hamjambo? Maziwa, pesa.
Your Excellency, before I make few comments, my colleague ministers here, whom I want to invite just to say Chambo. We have the CS in charge of water. Karibu, wewe ni mtoto wa hapa. Eric, usalimu. Your Excellency, mko area, maziwa, pesa. Unajua mimi nimekaribishwa kwa hii sherehe kwa sababu ni mtoto wa nyumbani. Na mimi najua katika ukulima wa maziwa lazima kuna maji. Si ni kweli? Tukizungumza mambo ya maji, Your Excellency, tafadhali hawa wananchi wa Meru tusimame na serikali. Najua leo sio siku ya mambo mingi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you so much. Sasa waziri wa kilimo, unajua waziri wa kilimo ndio mwenye ng'ombe na mimi mwenye maziwa. Naona tofauti. Kama yeye alindi ng'ombe vizuri, hakuna maziwa. Your Excellency, the Honorable Kithure Kindiki, Deputy President of the Republic of Kenya, fellow leaders, fellow Kenyans, wakulima wote kwa ujumla, hamjambo. Maziwa, pesa, iria, Muriega, Mugeni Kaire. God is good all the time. Are you behaving normally? Asanteni sana adhonia kwa. Mimi nimekuja leo kwa sababu niliposikia kiongozi wetu Profesa Kithure Kindiki yuko hapa, nikasema mimi pia ni lazima nije. Kwa sababu mimi ni waziri wa kilimo kama Oparanya alivyosema. Mimi kazi yangu ni kuja na coolers, napatia Gitonga. Akisha changanya hiyo maziwa yote, sasa ndio anapatia Oparanya. Kwa hivyo sisi tunafanya kazi pamoja, tukiwa zote chini ya Deputy President Kindiki, ambayo pia tuko zote chini ya President Samoei Ruto. Kwa hivyo, Your Excellency, today mimi nikizungumza sana nitakuwa nakosa adabu kwa sababu wewe uko hapa. Kwa hivyo sitasema mengi isipokuwa kuongeza tu pale chairman alisema, CEO alisema mambo ya kuongeza maziwa. Your Excellency, we have had a call. You have directed me that I go and look on the issue of sexed semen. Na hiyo nimekuwa hapa, hata juzi tulikuwa hapa na yeye, tutaenda kushughulika na hiyo maneno under your directive. Ya pili, Your Excellency, Meru Dairy is the biggest in Kenya. And Kenya is the biggest processing milk country in Africa. Lakini, Your Excellency, under the things that we have discussed with you, tunaweza kutoa hiyo maziwa kutoka 5.4 billion liters to 10 billion liters. Na mimi najua, Your Excellency, because we meet with you, because you guide us, because we are under your committee, we know what is possible. Kwa hivyo mimi nikirudi naenda kwa wizara kuanza kutengenezea hawa watu vile watapata usaidizi ndio waweze kufika ile kiwango wamesema wanataka kufikia. Ile soko ya nje, Your Excellency, inatungojea. Algeria is waiting, Nigeria is waiting. They all want our powder milk. Kwa hivyo, tukiendelea vile tunaendelea, I have no doubt that Kenya will more than double its production of milk. Asante sana, Your Excellency, for the opportunity. Maziwa, iria,
Basi Mheshimiwa Naibu wa Rais, yangu kwanza ni kushukuru wewe kukubali kuwa mgeni wa heshima siku ya leo. Kama wizara na kujivunia kwa wewe kuwa hapa. Na mimi hii si siku yangu ya kwanza kuwa hapa. Hii ni siku yangu ya 3 kuwa hapa Meru kwa hii mambo ya maziwa. Na mimi najivunia hawa wakulima wa maziwa kutoka hapa Meru. Na vile ilivyo hii Meru Dairy imefika mahali imefika kwa sababu ya usimamizi mzuri ambao imekuwa katika hii dairy. Usimamizi mbaya wa vyama ndio imeua vyama vingi katika Kenya. Ndio kwa sababu Mheshimiwa Rais tumekuja na ile cooperative bill ambaye sasa iko katika bunge ambaye itakuwa inaangazia mambo ya usimamizi mbaya wa mashirika ya dairies. Na hiyo ikipita, basi hii mambo ya management mbaya tutakuwa sasa inaangaliwa na serikali kuona ya kwamba wale ambao wanasimamia mashirika zote za cooperative ni watu ambaye wana experience ya kutosha, wana msomo mzuri ambayo inaweza kusaidia hao members wao waendelee mbele. Kwa sababu Kenya hii kuendelea mbele mpaka tuwe na ushirika wa kuleta watu pamoja, aswa kwa mambo ya kilimo. Kwa hivyo mimi nataka tu pia nichukue nafasi hii kumshukuru Rais kwa sababu amepeana support katika mashirika mengi na aswa hii ya Meru Dairy. Wakati tulikuwa na yeye hapa akaakiza, na kupitia kwako ameona ya kwamba ile aliakiza imewafikia hawa wakulima. And Your Excellency, in the new cooperative bill, we have structured the cooperative movement into primary, secondary, and union. And the unions, which are now will be changed to federation, will have the responsibility of carrying out industrialization, which is one key factor that will enable our country to move forward. And that's why you see at the union level, this particular cooperative is able now to start a big milling plant. And this is going to be the biggest milling plant in this country. And I'm sure as soon as this milling plant is fully operational, it will be able to have more money in the... Kwa hivyo nataka niwashukuru na muhimiza muendelee hivyo hivyo watu wa Meru, na mkiendelea hivyo hivyo, mimi nikisimama mbele yenu, mnajua mahali mimi nimetoka kule. Sasa sisi tuko 2 term. Sijui hapa mko namna gani? Haya, nione wale watu wa 2 term, nione watu wa 2 term. Basi kama nyinyi mko 2 term na nyinyi mna bahati ya kuwa na kijana wenu hapa, profesa, angalieni profesa. Kama nyinyi mnaangalia huku shauri yenu, muangalie huyu kijana anafanya kazi vizuri na rais, anapeana support mzuri kwa rais. Hata huko kwetu tunamwangalia vizuri, akija huko tunamwangalia. Kwa hivyo welcome, and can you all stand to welcome His Excellency the Deputy President to address us.
Naomba tuketi jameni. Asanteni sana. Maziwa. Elia. Leo ni leo, msema kesho. Hii maziwa ni fire sana. Ni fire si fire? Ni fire si fire? Maziwa ni fire si fire? Wacha nichukue nafasi hii kwanza nishukuru wote ambao wameongea. Ndugu zangu kutoka hapa nyumbani ambao bado kusalamiana, mtasalamiana dakika moja ndio tumalize mapema, wananchi na wakulima warudi nyumbani mapema kwa sababu wamekuwa hapa na wamengoja kwa muda. Niko hapa kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto. Niseme nisiseme? Niseme? Rais Ruto tangu akuwe rais wa nchi amekuwa ofisini tangu Septemba 2022 na ile miaka yote amekuwa ofisini 2023, 2024, 2025. Kila mwaka anakujanga katika meeting ya wakulima wa Meru Central Dairy Cooperative Union. Ni kweli si kweli? Si rais anakuanga na sisi hapa? Jambo la pili, rais ametoa support kubwa sana. Serikali yake imeshika mkono wakulima wa Meru Central Dairy Cooperative Union. Na ni kwa sababu hiyo leo asubuhi, kabla tufike hapa tumechelewa kidogo kwa sababu tumepitia pale Mitunguu ambapo tumeweka kiwanda cha kusiaga chakula ya ng'ombe. Na hiyo kiwanda sasa phase 1 imekamilika. Kiwanda kile kimejengwa kwa jasho na uhusiano na bidii kati ya wakulima wa Meru Central Dairy na serikali ya Rais William Samoei Ruto. Kwa sababu kiwanda kile phase 1 kimetugharimu shilingi milioni 500. Kati ya hiyo 500, shilingi milioni 300 wakulima ndio wamechanga. Shilingi milioni 200 tumepewa na serikali ya Kenya ambayo inaongozwa na William Samoei Ruto. Rais amesimama na sisi, hajasimama na sisi. Na wakati wa campaign, Rais Ruto alitembea hapa Meru akisema vile atasaidia wakulima, vile atasaidia mama mboga, watu ya chini, wanabiashara wa chini, waongeze pesa mfukoni. Hii ni njia moja. Kwa sababu ile kiwanda sasa kimetoa animal feed ambaye sasa itakuwa imeuzwa na itakuwa na bei nafuu zaidi ya ile bei ambayo iko pale dukani. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Ile kiwanda tumesikizana kama serikali pamoja na dairy. Kwa sababu pale nje chakula ni 3,200, 3,100 gunia moja. Tumesema for a start, hiyo kiwanda itauzia wakulima ile chakula ya ng'ombe at a subsidized price of 2,800 shillings per bag. Rais Ruto ni fire si fire? Aendelea si endelee? Kwa sababu hiyo gharama ambaye sasa imepunguka kidogo itaenda kwa profit ya mkulima, na tutaendelea kuangalia ni nini zaidi tutafanya ili kuboresha ama kuincrease ile faida ambayo mkulima anapata. 2022 kabla rais kuchukua usukani, bei ya ile mbegu ya ng'ombe ambaye imefanyiwa utafiti wa kisayansi, kwa kimombo inaitwa sexed semen, ilikuwa shilingi 7,000. Rais Ruto ameiteremusha hiyo bei ya hiyo mbegu ya ng'ombe, imetoka 7,000 imekuja shilingi 1,400.
Kwa hivyo tukisherekea vile Meru Dairy inafanya vizuri, tukumbuke rais ametusaidia katika hiyo safari kupitia kupunguza bei ya mbegu ya ng'ombe. Ni fire si fire? Aendelee asiendelee? Na bado tutaendelea kuangalia hiyo bei ya sex semen, kuona vile tunaweza teremsha hata zaidi, kwa sababu tukisonga mbele tunataka kila mkulima asibahatishe. Ile mbegu anatumia kwa ng'ombe through artificial insemination. Kama unatafuta ndama msijana, unapata msijana direct, hapana bahati potea alafu unapata mwanaume wa kusumbua tu hapa na pale. Unataka heifer ambaye itazaa. Niseme nisiseme? Wanaume hoye! Kwa hivyo hiyo mbegu ya sex semen bei yake imeteremshwa na serikali ya William Ruto. Wakulima pale nje wameniambia, niambie rais, hiyo mbegu vile imeteremshwa bei, saa zingine haipatikani kwa vile demand imekuwa mingi, haipatikani vya kutosha. Tuende tutafute njia, tuboreshe upatikanaji wa hiyo mbegu. Kila mkulima ambaye anahitaji hiyo mbegu aipate kwa hiyo bei nafuu. Na mnajua mimi kazi yangu ni kidogo tu, kazi yangu ni kusikia maoni ya wananchi na kuambia rais, alafu inafanyika, rais anatoa amri na mimi nafuatilia hiyo amri kuhakikisha kwamba imetendeka. Ni fire si fire? Ni noma si noma? Kwa hivyo mambo ya production tunaendelea vizuri. Iko phase 2 imebaki na phase 3. Rais akufika leo, ameniambia fireman nakuje mimi nimwakilishe leo, lakini amesema next year atarudi, kwa sababu yeye ni mtu ya every year ako katika hii dairy yetu, because amefurahishwa sana na ile bidii ambaye wakulima wamefanya. Kwa hivyo nitamwambia kwamba mmesema you need more availability of sex semen so that more farmers can benefit, but you are already grateful for already what is available because it has supported production. Vile vile niseme ya kwamba katika phase 3 na phase 2 ya ile kiwanda yetu pale ya chakula ya ng'ombe bado mnahitaji pesa zaidi. Rais amesema atawekeza pesa zaidi. Wiki hii nafikiri ni jana, PS Kilemi yako hapa, rais ameamrisha treasury piane 100 million kwa Meru Dairy ndio iende katika hiyo maneno. Alafu vile vile niseme nisiseme, Rais Ruto ni fire si fire? Kwa hivyo vile vile rais amesema vile mwaka unaenda within the financial year through the supplementary budget atatuongezea an extra 100 million ndio ile kiwanda yetu iendelee kupanuka. Kwa hivyo Bwana Gitonga, rais na serikali yetu hatuwaachani na wakulima wa Meru na wakulima wa maziwa wa Kenya. Tutatembea bega kwa bega, tutashirikiana pamoja kuhakikisha tumeweka nguvu mkulima, aongeze faida, aongeze uzalishaji, tukuze uchumi wa taifa letu la Kenya. Asante sana. So we'll stand by you. Na mimi vile vile najua ya kwamba mmefanya bidii nyingi, na kabla nisome taarifa kidogo hapa kwa Kizungu ndio nimalize, nataka niseme kwa lugha ya Kiswahili vile vile ndio wakulima wasikie ya kwamba rais anafuatilia ile support serikali inapeana kwa Meru Dairy Cooperative, kuhakikisha kwamba hiyo support inakuwa kwa manufaa kwa mkulima. Na kwa hivyo, kwa sababu serikali imewekeza katika kusaidia dairy yetu, rais na cooperative na sisi zote tumeongea, tumesikizana ya kwamba kuanzia tarehe 1 mwezi ujao wa Agosti tupige mkulima jeki kidogo
Mnajua ya kwamba bei ya sasa collectively kwa lita moja Meru Dairy inalipa 53, lakini inakata shilingi 3 kwa sababu ya logistics. Mkulima anapata 50 shillings, lakini tumeshauriana na kutoka next month tarehe 1 Jumamosi ijayo ile maziwa itapelekwa mkulima, ile pesa itakufikia mfukoni itakuwa shilingi 52. Na wale watu wanazunguka hapa Meru wakiongea vile wao ni watu hodari, vile vile watuambie walisaidia wa Meru nini na walitusaidia maziwa yetu ikafika wapi. Kwa hivyo from 1st of August, instead of 50 shillings to the farmer, we will be paying 52 shillings to the farmer per liter. Vile vile Rais na serikali na dairy tumekubaliana ya kwamba bonus sasa pia itapanda kidogo, itafika 54 shillings bonus ambayo tutakuwa tunalipa. Hii ni maziwa tunazungumzia ambaye wakati rais amechukua usukani miaka 3 iliyopita, mkulima alikuwa anapata shilingi 33, 35, 37. Leo tunaongea mambo ya 50, 52 na bado tunasonga mbele kwa sababu lazima tusukume hiyo bei mpaka mkulima wa maziwa akuwe tajiri kama matajiri wa sekta zile zingine. Therefore, brothers and sisters, fellow countrymen, I am very pleased today to represent His Excellency the President in this occasion, because we come here not just to witness the progress that we have made in the past 1 year, not just to see how farmers are doing, but we are here to celebrate livelihoods, empowerment, food security, enterprise, and the future of our rural economy. I congratulate Meru Central Dairy Cooperative Union for the progress it has made since establishment in 1967. What began as 3 cooperative societies has grown into a farmer-owned institution of 168 cooperative societies and serving more than 161,000 farmers. This is a powerful demonstration of what Kenyans can achieve when they organize, pool resources, and pursue a shared economic purpose. The union's performance over the last 6 years deserves recognition. Annual milk production has increased from 83.6 million liters in 2020 to more than 220.9 million liters in 2025. Over the same period, turnover for this dairy has grown from 5.8 billion shillings to 20.1 billion shillings. I am happy to note that farmers are paid promptly on the 5th day of every month, and that the union pays out more than 1 billion shillings each month. Predictable payment allows a farmer to plan, invest, and meet family obligations with dignity. The annual bonus paid for every liter delivered further confirms that a cooperative becomes meaningful when its growth produces direct benefit to its farmers. The increased daily milk intake from 590,000 liters to today's 670,000 liters, together with the growth in the market share by 32%, creating 1,350 jobs, people who are employed in this dairy, and more than 3,000 workers who are serving in the primary societies. This underscores the importance of this dairy to the economy of Meru County, Tharaka Nithi County, and this surrounding region where our farmers come from. I know
vile wale ambao wamezungumza mbele yangu wamesema ya kwamba bado tunahitaji tuongeze uzalishaji, tutoke kutoka mahali tuko sasa lita 670,000 mpaka lita milioni 1. Kwa hivyo vile nimesema, serikali itasimama na nyinyi ili muongeze huo uzalishaji na tufikie lita milioni 1 kwa siku. Vile wengine wamesema, hii dairy ndio dairy kubwa sana Kenya kwa uzalishaji wa maziwa, na ndio dairy ile kubwa Afrika kwa uzalishaji wa maziwa. And therefore, I also want to maybe make a few other comments and finish my remarks, ya kwamba vile vile serikali imesupport wakulima wetu wa Meru Dairy Cooperative na Coolers. Na rais wakati alikuwa hapa last year alipromised Coolers 15. Na mimi nataka niseme hizo Coolers zimetolewa. Nataka niseme asante kwa sababu ya wizara yetu ya kilimo, Waziri Kagwe na PS wako, PS Mweke, Waziri Oparanya kwa upande huu mwingine wa cooperatives. Mumetusaidia sana, kwa sababu bila bidii yenu hii agenda ya rais na agenda ya serikali haingefanikiwa. Lakini vile vile huyu CEO Gitonga amesema ya kwamba bado hizo Coolers hazitoshi. Lakini sijui kama ni kweli ama si kweli. Sinatosha, sitoshi. Tuongeze Coolers, tusiongeze? Mnanituma kwa rais tuongeze Coolers ya maziwa, ndio tutoe maziwa zaidi, maziwa yetu isiharibike, ndio tuongeze pesa mfukoni. Wangapi wananituma kwa rais ndio Coolers iongezwe hapa Meru County? Bas, hiyo kazi mimi naenda kuifanya na nitaitekeleza, kwa sababu hiyo ndio kazi yangu. Vile vile niko na mambo mengi ambayo ningesema leo, lakini jameni, kwa sababu tumekuwa hapa kwa muda, wacha niseme ya kwamba serikali itaendelea kusaidiana na hii dairy. Ile kiwanda ya chakula cha ng'ombe tutapanua pamoja. Hatutaacha huo mzigo uwe ni mzigo wa wakulima peke yao. Vile vile Coolers tutaongeza. Vile vile idadi ya mbegu za ng'ombe tutaongeza. Na vile vile tutaendelea kuhakikisha kwamba bei ya maziwa kwa mkulima imekuwa bora zaidi, na already nimesema vile tutaiboresha kuanzia mwezi ujao, na tutaendelea tukiongeza tukisonga mbele. Vile vile mambo ya soko ya bidhaa ya maziwa, serikali inatia juhudi kuunga mkono hii dairy na dairy zingine zote Kenya, ili tuhakikishe kwamba tumepata soko katika sehemu ya Afrika Mashariki, Afrika ya Kati, Afrika Magharibi. Na wewe Bwana Gitonga na chairman wangu na board, mjue ya kwamba hiyo bidii tutafanya, kwa sababu tunataka tukirudi hapa mwaka ujao tuwe tumeongeza soko yetu ya maziwa, tuwe tumeongeza uzalishaji, na tuwe tumeongeza idadi ya wakulima ambao wanafuga ng'ombe wa maziwa. Kwa sababu leo ni siku ya maziwa na siku ya wakulima, mimi nataka kuachia hapo, lakini mnajua ya kwamba kazi ambayo serikali inafanya ni kazi nyingi sana. Leo sio siku ya kutaja kazi zote za serikali. Barabara zilikuwa zimekwama kwa zaidi ya miaka 6, lakini tumelipa madeni ya contractors wote, na contractors sasa wamerudi. Barabara ambazo zilikuwa zimekwama sasa contractors wako site, na mimi nitarudi hapa Meru. We have several roads hapa Meru, nitarudi ili to inspect
mahali hizo barabara zimefika, kwa sababu tunataka siharakishwe, ndio tukienda kupiga kura tuwe na mambo ambayo itatetea sisi ambao ni viongozi wa kisiasa. Vile vile masoko ambayo inasaidia wale ambao wanafanya biashara ya kuuza sokoni. Tumesema tutoe akina mama wetu, mama mboga na wachuuzi, tuwatoe katika mazingira duni ya aibu ya kuuzia kwa barabara na kwa matope na kwa vumbi na kwa mvua. Tuwajengee masoko ya kisasa, ndio Kenya ikuwe ni nchi ambayo imeendelea. Hata kama biashara yako iwe ni ndogo aji namna gani, uwe na mahali pazuri pa kuuzia mali yako na mahali pazuri customers wanakuja kununua bidhaa zako. Na hapa Meru mnajua masoko ni mingi tunajenga. Na ile soko yetu kubwa ya Koromoni, hiyo soko contractor amefika. Na sasa tuna relocate wanabiashara watoke pahali wako, na sasa fireman anakuja kusimamia ujenzi wa hiyo soko, ndio tuiharakishe haraka. Tukienda kwa kura, tunataka hiyo soko iwe imejengwa na iwe imekamilika, iwe inatumika. Niseme nisiseme? Koromoni ijengwe isijengwe? Koromoni ijengwe isijengwe? Mambo ni mingi. Hii Meru Hospital, mnajua rais ametupatia 1 billion shillings ya ku-upgrade. Contractor already ameanza kazi. Kazi inaendelea. In the next few months tutakuwa tumemaliza hiyo phase 1 ya 1 billion shillings. Na mimi nitaongea na rais tuongeze pesa ingine zaidi. Tunataka hii Meru level 5 ipandishwe cheo ikuwe level 6 kama Kenyatta Hospital, ndio watu wetu wachane na safari ya kwenda kutafuta matibabu Nairobi, wapate matibabu hapa ya kansa, ya mambo ya figo, ya mambo ya ugonjwa ya moyo. Wagonjwa wanatumia pesa mingi kwenda Kenyatta Hospital. Hiyo safari ya kwenda Kenyatta imekaribia kufika mwisho, kwa sababu tunataka hii level 5 ijengwe hapa na ikuwe level 6. Iseme nisiseme? Iseme nisiseme? Na hii hospitali ya Meru Teaching and Referral sio ya Meru County peke yake. Watu ya Tharaka Nithi wanakuja hapa, kweli si kweli? Watu wa Isiolo wanakuja hapa. Watu wa Laikipia hii iko pande hii ya East wanakuja hapa. Watu wa Kitui wanakuja hapa. Marsabit wanakuja hapa. Embu wanakuja hapa. Kwa hivyo we want it to be a center of medical excellence. Ndio watu wa area hii, hakuna haja sasa kama uko na mgonjwa wa moyo, wa kansa, wa figo, matibabu itakuwa hapa Mutindwa wa Kangangi. Seme nisiseme? Rais Ruto aendelee asiendelee? Rais Ruto aendelee asiendelee? Mimi nimesikia kuna wenzetu wengine wamezoea kufika hapa Meru, na wakifika sio ati ni wageni, ni watu tunajua. Hawajatoka kutoka mbinguni, sio malaika, ni watu ambao tunajua. Na wanatupatia mhadhara mrefu, lecture. Wanatupatia lecture mrefu, inatoka hapa inafika South Africa. Lecture inatoka hapa inafika Indian Ocean na inafika Atlantic Ocean. Na mimi nauliza, kwa sababu next year ni siku ya siasa, si Rais Ruto atafika hapa kutafuta 2 term? Si atasema ile mambo ametufanyia kama wa Meru? Si atasema mambo ya barabara? Si atasema mambo ya masoko? Si atasema mambo ya stima? Si atasema mambo ya hospitali? Mimi vile vile, kwa sababu mimi ni deputy rais, niko na kazi ya kusaidia rais ndio hizo miradi iharakishwe, tukishirikiana na hawa ndugu zangu mawaziri, PSS, wabunge, governor, MCAs,
tunafanya bidii ndio tujitetee next year. Sasa wale ambao wanashindana na sisi wakifika hapa, kabla waseme ile mambo yao wanasema, muwaulize, siku ile mlikuwa mawaziri, siku ile mlikuwa manaibu wa rais, siku ile mlikuwa wadosi, tutajie mambo ya Wameru ambayo mlitufanyia hapa ya kusaidia mkulima wa maziwa, ya kusaidia watu ya Meru. Kama watajitetea ni sawa sawa, lakini wasipojitetea watuondokee polepole, kwa sababu Kenya imebadilika. Hakuna uongozi ambao hautapimwa na ile kazi ambao wamefanya. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Kwa hivyo sisi hatuna shida na mtu yeyote, hatuna shida na kundi lolote. Ile tunasema wakifika hapa waongee kwa heshima, waheshimu wananchi, waheshimu watu ya area hii, na pia watuambie ile mambo ambao walitufanyia. Na vile vile mimi nimesikia iko mijadala hapa, na mimi nataka niseme hivi nikiwa hapa Meru Town. Niseme ya kwamba wale ambao tunatoka sehemu hii, mimi nikiwa mmoja wao, wale ambao wa Kenya ambao wanatoka pande hii, sisi ni jamii moja. Nataka niseme sisi ni jamii moja. Sisi tumekuwa jamii moja tangu jadi. Siku ya kupigania uhuru wa taifa la Kenya, tulisimama pamoja na jamii zile zingine za Kenya. Kama jamii ya pande hii tulikuwa tunafanya mambo yetu pamoja. Tumefanya biashara pamoja. Tumefanya mambo yetu ya kimila pamoja. Ni kweli si kweli? Na sisi mambo yetu ya biashara, ya uchumi, ya siasa, ya mila tunafanyanga pamoja. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Ile serikali ya kwanza ya Mheshimiwa Mzee Jomo Kenyatta, tulikuwa pamoja ama hatukuwa pamoja? Si tuliunga mkono tukiwa pamoja? Tumefanya mambo mengi pamoja. Vile vile serikali ya Mzee Kibaki pamoja. Ni kweli si kweli? Ukiuliza huu Mutahi Kagwe anatoka kule Nyeri, anajua kwamba sisi watu ya pande hii ndio hata tulikuwa tunapenda Kibaki zaidi. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Kwa hivyo sisi ni jamii moja. Hata siku ile Uhuru Kenyatta amekuwa rais wetu, tumeenda pamoja. Serikali zote tumesimama pamoja. Hata saa hii tutaendelea kuwa pamoja. Hata saa hii tutaendelea kuwa pamoja. Mimi nataka niseme, kwa sababu hii serikali ambaye sasa tulitafuta watu wa sehemu hii, tulikuwa watafutaji wakubwa wa hii serikali. Na mbio mimi nikaongea hapo awali nikasema hatuwezi kutoka katika serikali ambayo tumetafuta, kwa sababu tukitoka wengine watakuja alafu wanakula jasho yetu. Ndio nang'ang'ana nikiwa pale kwa hii serikali, siwezi ondoka. Mimi nang'ang'ana nikiwa pale, kwa sababu tukitoka watu wengine watakula jasho yangu na jasho yako. Tulipiga kura, tukupiga kura, itwaringire kura ntobeto. Thirikari ni yetu kana ti yetu? Thirikari ni yetu kana ti yetu? Kwa hivyo hii ni serikali yetu, na mimi nimesema liwe liwalo, mvua jua, mimi siwezi kushoto kulia. Hii serikali tuliitafuta kwa jasho na bidii. Tutang'ang'ana hapo, tulinde hii serikali na tutetee maslahi yetu tukiwa hii serikali, kwa sababu hii ni serikali yetu. Na mimi niseme hivi, kwa sababu nimesema sisi ni jamii moja. Serikali haiwezi kuwa mzuri wakati Deputy President anatoka hapa pande hii, alafu inakuwa mbaya Deputy President akitoka pande nyingine. The same government cannot be bad
ati deputy president ametoka hapa inakuwa nzuri, akitoka hapa tu anakuwa mbaya. Is that possible? Hapana. Kana Meru natabokuga. Meru bugwetanira nani? Boko watanira nani ya Meru? Kwa hivyo hii serikali muache mchezo. Hii ni serikali yetu, hatutoki. Tunang'ang'ana hapa. Najua tumeongezeka, kina Oparanya wamekuja, wamekaribishwa, lakini hatutoki. Hatuwezi waondokea. Tutang'ang'ana tukiwa hapa ndani kwa sababu hii ni serikali yetu. Na hapo ndio tulisema, wiko ndugu wengine wetu walikuwa wanasema tuondoke, mimi nikakataa. Nikasema hatuwezi, because you don't build a house, complete it, furnish it, and then you abandon it. Alafu unaenda kuishi msituni. Wewe unajenga nyumba, unaweka plaster, unaweka sofa set, unaweka TV, alafu badala ya kuenjoy unawacha, unaondoka, unaenda kuishi msituni. Mimi siwezi kufanya hiyo kitu. Niseme. Tuendelee tusiendelee? Na hiyo ndio mazungumzo tutakuwa nayo next year. That is the conversation we'll have with my brothers. Na ya mwisho kabisa niseme hivi. Hawa ndugu zangu ni haki yao kwenda mahali wameenda. Lakini kwa ile side, mimi nikiangalia ile pande wamepangana, number 1 imeenda, number 2 imeenda, number 3 imeenda, number 5, number 10. Sasa tuko number 20 kwa ile pande ingine. Niseme. Hii pande ingine, si Rais Ruto sasa ni rais. Si amesha kuwa rais. Si anamaliza term ya kwanza. Si next year tunampigia kura ya mwisho. Ni ya mwisho si ya mwisho. Next year ile kura tunapigia Rais Ruto ni ya mwisho, sio ya mwisho. Si ni ya mwisho. Alafu aende retire kama Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, a join President Uhuru in retirement. Alafu kana tabokuga Meru. Alafu kuna mtu anatuambia hapana, tuachane na hii, tuende huko. Na huko sio ati wale wako huko wako na number 20, wako huko mwisho, sio ati wako na kitu. Alafu wale watu tunauziwa hapa, kwa sababu mimi nimesema nikikuja hapa next year, kabla niseme mambo ya 2 term, muniulize wapi soko, wapi barabara, wapi maji, ile ambayo mlisaidiana na rais mkatengeneza hapa Meru. Alafu wale ndugu zangu ati ule mtu wanatuletea hapa kwake nyumbani, hakuna lami hata ya kwenda kwake nyumbani. Ati huyo ndiye atatujengea barabara. Mtu amekuwa kiongozi karibu nusu karne, almost half a century in leadership. Lami iko 300 kilometers kutoka kwake nyumbani. Ati huyo ndiye ataleta lami ya Meru na Tharaka Nithi? Hapana. So kwa sababu meona ndugu yangu mzee Kiraito wako hapa. Kiraito ni fire si fire. Wewe mzee Kiraito, ndugu yangu mkubwa, wewe sasa kwa sababu ya hadhi yako, because of your stature as the most successful son of the Meru, na wewe sasa umestaafu, umekuwa mzee wetu hapa, wewe usikubali mtu yoyote, hata fireman, usikubali mtu yoyote, hata mimi,
kupotosha hao wananchi watoke kwa serikali waende wakahangaike huko nje. Don't allow. Don't allow. Mimi nimesema tutang'ang'ania huku ndani. Si namna hiyo? Najua wengine wanauliza sijui next year itakuwaje? Sijui kutakuwa aje? Kule antu bakuria next year wakaratia. Next year kutakaa tu hivi. Takaa hivi. Hakuna takaa tu hivi. Sijui kama tumeelewana. Bukwego bora nkuga. There are no changes. It will be like this. Itakuwa hivi the way it is sahi. Next year itakuwa hivyo. Alafu namna hii, alafu rais huko namna hii, alafu namna hii. Ni leo si leo. Ni leo si leo. Ni leo si leo. Kwa hivyo nikiona rais nimwambie aje. Ndio na rais Mheshimiwa William Ruto mwele hata. Vile vile wacha nikutume mzee Kiraito. Kwa sababu unajua mzee Kiraito hakuna mtu mwingine ako na CV ambayo uko nayo. Hata mimi sijafikisha hapo. What you do, wenda utafute rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Ni kiongozi wetu, sisi tulimuunga mkono 100%. Siku alikuwa na kesi kule Hague wakiwa na naibu wake wa siku hiyo Rais Ruto, mimi nilikuwa wa wale mawakili ambao tulikazana mpaka akarudi hapa Kenya akakuwa rais na William Ruto akakuwa rais. Na wakati amekuwa rais sisi tumemuunga mkono. Kwa hivyo utafute kiongozi wetu Uhuru Kenyatta, umwambie muzungumze, ndio sasa kama watu ambao mmestaafu muhakikisha ya kwamba hii jamii imekaa vile tuliipata. Hatuwezi kukubali hii jamii ya area hii iongee kwa lugha tofauti. Tutaongea lugha moja, na lugha ambayo tutaongea ni lugha ya two term. Ama namna gani jameni? Boko watanira nani? Mimi nataka tusimame tuchukue kura ya maoni. Kwa sababu tusimame tusichukue kura ya maoni, tusimame. Amero hoye. Ndienda kuboria na giteo. Ibo gontoma ke Rais William Ruto. Mwere boka mwatu tam. Nonto kendeke wenu arendene ya raini. Ya utongoria bwa bururi ya Kenya. Ibo gwetegeria William Ruto achoke tamu ya shere nekenda kendeke ona kanya kagotongeria bururi. Wangapi wanasema two term. Asanteni sana, you may sit. Nilikuwa nataka Oparanya Kagwe muone hii dunia yetu tuko watu ya serikali. Na hata iko dada yangu hapa kutoka Nande, DG. Sisi ni watu ya serikali. Na tuko two term. Na nasikia wako na ingine hapo mbele watatuambia. Bas, kwa hivyo mimi nashukuru sana. Na watakia kila laheri. Bwana Gitonga, nasikia kuna maneno hapa, kuja tutengeneze. Wapi MC? Sema kitu alafu tumalize hii shughuli. Thank you very much. Thank you very much. Mbela mimi mnisaidia haraka. Number 1, Mheshimiwa His Excellency, tuko na vitu mbili tutafanya. Kuna wale wakulima ambao wamekuwa number 1 hapa Meru. Alafu
Number 2, kuna mbegu tumeletewa kutoka Kagiri, tumepewa na Dr. Misoi. Hiyo mbegu iletwe karibu. Alafu ile chakula ya certificate ya KEBS certificate ikuwe karibu, ndio sasa tufanye hiyo maneno haraka haraka. Thank you very much. So number 1 Kagiri kiwakuje, His Excellency MD wa Kagiri amendonate mbegu njase 1000 doses. Thank you very much. Chairman, thank you. Alafu number 2, tafadhali kidogo. Nyamaza kidogo ndio tuelewane. Ile chakula imetengenezwa pale Metungu. Watu wa KEBS wako hapa, wame certify it is the best food na tumepatiwa certificate. Thank you very much. And then the contract to confirm that ile chakula iko sawa kabisa. Asante sana. Kutoka hapo wakulima wakuje. The top 3 farmers in Meru. Now ile society imefanya vizuri. Chule Dairy Cooperative Society, chairman yapate. The second one is ni? Second ni gani? Kedirone Dairy Cooperative Society, number 2. And then Nali Dairy Cooperative. Sawa. Farmers wakuje, farmer number 1. Muredi ni farmer number 1, 52 liters. Best farmer for the year. Second best farmer. And then that best farmer. Alafu kutoka hapo Mbondi ya Union ikuje tupigwe picha haraka haraka. Thank you very much. Mkimbia haraka huko nyuma tupige picha. Yeah. Photo with the farmers. Waziri, you can come to the front, Waziri.
Thank you. The last photo ni bondi ya union na bodi ya union isimame karibu. Ujani haraka haraka tupige picha ya mwisho. Endeni pande ile Kimaru kuruka. Endeni pande ile tupige picha haraka. Usiende sana tu. We Governor Mutuma kuja sema jambo. The rest can whatever. Asante. Asante Your Excellency na viongozi wote wakulima wa Meru maziwa. Your Excellency, tunaongea wakulima wameanza kwenda kwa sababu ni kama tunafanya ikiwa the last item. Lakini tunashukuru kwa sababu ya vile ambavyo umetutembelea hapa Meru. Aya, tupigie Deputy President wetu makofi. Kindiki wetu ni fire si fire, ni noma si noma, ni moto si moto. Your Excellency, hatutakuwa na mambo mengi kwa sababu wakulima ni kama wameanza kupeleka ng'ombe kukamuliwa. Masaa ya kukamua imefika. Lakini nataka kushukuru kwanza kwa serikali yetu tukufu ambayo inaendelea kushikilia mkulima wa Meru. Your Excellency, uti wa mgongo wa kaunti ya Meru ni agriculture ama ukulima. Mambo machache ambayo tumekuwa tukililia kama wakulima wa maziwa wa Meru, umejaribu ama serikali yetu imekuwa ikijaribu kutekeleza zile vitu ambavyo tuliomba kuanzia mwaka wa 2023 na leo mpaka siku ya leo unazidi kutekeleza, kwa sababu kuna coolers ambazo umeflag off pale. Leo tumetoka pia kucommission kiwanda cha chakula ya ng'ombe, kwa sababu shinda ya wakulima wa maziwa ni tatu. Moja ni chakula ya mifugo, nyingine Your Excellency leo ni kama umesuluhisha hiyo shinda ya chakula ya ng'ombe, kwa sababu kuanzia leo tumekuwa tukinunua chakula ngunia moja ya 70 kilos 3,200, lakini umetangaza hapa ya kwamba tutakuwa tukinunua chakula ya mifugo 2,800. Tunasema asante kwa serikali yetu ya Kenya. Tupigie His Excellency the Deputy President wetu makofi. Na tunasema Deputy President wetu ni for term. Your Excellency, shinda ingine ambayo tumekuwa nayo kama wakulima wa maziwa ni sexy semen. Last year tuliletewa doses 1,000 ambayo ilikuwa ni kidogo sana. Tunashukuru kwa sababu tuliona jinsi wakulima wanahitaji hiyo sexy semen, na umesikia ushuhuda ya wakulima hapa vile hiyo sexy semen inazidi kuinua kiwango cha maziwa katika wakulima wetu. Na pia tunashukuru ya kwamba umetangaza bei mpya ya maziwa ya kiwanda chetu hapa Meru ya Meru Dairy, ya kwamba from 50 shillings per liter tumeenda 52 shillings kuanzia leo. Your Excellency, tunashukuru sana. Mambo mawili kidogo ambayo tungeomba Your Excellency ni kwamba tunataka support kwako na His Excellency the President. Tumekuwa na kelele hapa Bwana PS Gitonga ambaye ni PS mchapakazi sana. Tunashukuru Your Excellency, hapa katika hii crowd ya agricultural show ndio serikali ambayo inaongozwa na William Samoei Ruto kutoka kwa State Department ya Forestry wametupea nafasi ya kujenga
state launch. Na mimi naomba watu wa Meru leo wapige kura. Leo tunafanya public participation, ndio upeleke hiyo report kwa bosi wetu ama bosi yako ambaye ni rais wetu ambaye tunampenda sana. Antoba Meru nibo kwenda twaka state launch a Meru kana tweta Nyeri. Tweta Nyeri kana tumeake aja. Tumeake a tugeta Nyeri. Tumeake a ibo kwenda twaka ya strip a Meru kana tweta ya tugaiteria Nyeri. A Meru. Buri watu tumeake a Meru. Twethera twena golf course ya Meru kana tweta twachethe na nyuki. Hapa Meru. Hapa Meru. Your Excellency, tunashukuru sana. Kuna memorandum ambayo nilipewa na forum ya wakulima ambayo inashikilia all the cooperative societies hapa Meru. Naomba nipewe hiyo copy. Haraka haraka tafadhali. Your Excellency, hii memorandum ni ya kuomba request kutoka different cooperative societies ambazo tunaomba serikali yetu tukufu ambayo inatupenda sana usaidizi, Your Excellency. Ya kwanza, kuna kiwanda cha unga kinaitwa Afya Millers, the most famous factory ya unga ya chakula ya watu ambayo imejulikana Kenya mzima. Ililala ni mojawapo ambaye ni mtoto wa ni sister wa Meru Dairy, ni sister wa Meru Coffee Cooperative na pia Capital Sacco imeenda chini. Your Excellency, tunaomba serikali yako pamoja na His Excellency the President mtusaidie kama ifuatavyo. Afya Millers Cooperative Revival, Your Excellency, tunaomba pesa ambayo serikali yetu iko na uwezo ya kutusaidia ya 555 million. Kuna breakdown hapo, sitaenda kwa details, Your Excellency. Pia kuna coffee sector debt resolution ambayo tunaomba. Tumeona, Your Excellency, mkipeana mkisamea many other cooperatives. Tumeona mkisamea Miwa, tumeona mkisamea other cooperatives kutoka other counties. Pia hii yetu tunaomba usaidizi ya wakulima wa kahawa, coffee sector debt resolution ya 660 million, Your Excellency. Pia hii dairy umenjibu swali ambalo walikuwa nalo kwako. Walikuwa wameomba milioni 200. Leo umesema wiki hii watawekewa milioni 100 na wiki ijayo ama in this financial budget watawekewa another 100 million. So Gitonga, your 200 request has been answered. It has been granted by His Excellency. Tupigie serikali yetu makofi. Your Excellency, wa Meru tulikuwa wakulima wa cotton ama pamba. Pamba tunataka ku revive the ginnery yetu hapa Meru, na tunaomba usaidizi ama support ya wakulima wa pamba ambayo ni mojawapo ya raw materials ya ile products ambazo zinatakiwa pale factory ya animal feeds, ikiwemo ndio inatoa part of the protein ingredients kwa hiyo chakula ya mifugo. Tunaomba 750 million, Your Excellency, mahali ambako mnatembea umuhumu na His Excellency the President, utuombee 750 million, na tunajua serikali yetu iko na uwezo ya kutusaidia kwa hiyo njia, ndio tuinue ginnery ama ukulima wa pamba hapa Meru. Mimi kama county government tumetoa shamba, tumewapea shamba. Sasa Your Excellency, tunaomba usaidizi wa kujenga kiwanda cha pamba. Pia kuna Abogeta Avocado Parks. Meru County is the best producer in terms of quality and quantities, Your Excellency. Tunatoa Ash avocado for exports na tunaomba usaidizi wa 21 million from your able government. Kwa hivyo, Your Excellency, in total, the cooperative society movement in Meru, ambayo we are the home of cooperative movements katika Kenya nzima, we are almost 500 cooperative societies. Tunaomba 2.186 billion ndio tuweze kuendesha hii kazi ya cooperative, na tukijua ndio imeshikilia wa Meru na ndio nguvu yetu. Kwa hivyo
Nataka nipe His Excellency the Deputy President hii memorandum ya wakulima, musija mukasema sikupeana. Nipeane nisipeane? Nipeane nisipeane? Your Excellency, naomba upokee hii request ya wakulima hawa. Walikuja wakasema Mbosa akikuja, na hata PS Kebori alikuwa ametumwa tena siku ya ushirika day. Sidio? Asante boss. Your Excellency, naomba Bwana Speaker Bundi Speaker na MCS wote tusimame haraka haraka. Bwana Speaker, kuja hapa mbele ndio His Excellency the DP ajue tuko nyuma yake. Haraka haraka viongozi. Professor Kindiki ni fire si fire. Haraka haraka. Your Excellency, haraka haraka MCS. Haraka haraka MCS. Your Excellency the DP, angalia jeshi ambayo imekushika. Na tunasema vile unasema, mlima ibaki pamoja. Lakini kama haitabaki pamoja nyuma yako, kama mlima haiko pamoja nyuma yako, kwa sababu kuna tumadharau inakaa ni kama inafanyika. Ni kama pande hii, we are children of a lesser God. Eti mpaka uongozi uwe pande ile ingine ndio tuwe pamoja. Pamoja hiyo mpaka iangaliwe na wazee tujue ni pamoja namna gani. Tunakubaliana? Your Excellency, hii timu yote inasema 2 term. Ona, hakuna kaunti ingine Kenya mzima imesimama nyuma ya rais 100%. Aya, nyinyi mnasema 4 term kwa Deputy President Kithure Kindiki. Onyesha vizuri 4 term. Your Excellency, ukiwa na hii jeshi, sidhani nani anakutingiza katika hii. Na tunasema Kindiki uyu wito wakuthaka nake kirima inogia kane mwanki. Kindiki uyu wito wakusetha nake kirima kakia kane mwanki orimo. Your Excellency, kakia kane tutege aturende kia kane mwanki iwake moto iwake. Asante. Thank you. Makofi kwa speaker na timu yake, tunawapenda sana. Ndinji kuja, Ndinji wawili kujeni hapa. Asante. Aya, Ndinji sema hi kwa His Excellency the Deputy President. Asante Excellency Governor. Vijana oye! Wakulima wa maziwa ya ng'ombe. Maziwa. Pesa. Asanteni sana. Thank you Excellency. Asanteni wakulima. Sisi tunawaomba on behalf of serikali ya county government, muendelee kushikilia gavana wetu, endeleeni kushikilia ndugu yetu mkubwa Profesa Kithure Kindiki, sababu yeye anatuonesha njia na sababu serikali ya President William Samoei Ruto iko na maendeleo. Sisi tunataka maendeleo, hatutaki siasa, na ile tumeona hapa ni maendeleo ya wakulima wa maziwa. Kwa hivyo our Deputy President, tunakupenda sana na tunaomba ukirudi mwambie President sisi Meru tunamshikilia na ni 2 term. Asanteni. Asante DG. Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya na viongozi wote wakulima wa maziwa, hamjambo.
Hamjambo tena, tusalimiane hewani. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu Mwokozi. Your Excellency, my name is Dr. Yulita Mitei Cheruyot. I have come with farmers from Nandi County, and if you don't mind, they could be upstanding just so that we recognize. Thank you very much. Our Nandi Dairy Cooperative Union is here, together with our team from the Department of Agriculture. We have our Chief Officer, we have our Director Cooperatives, and we are excited to be part of this great occasion. We have come, one, to benchmark. We have also come to celebrate this day with the farmers from Meru Central Dairy Union. And for your information, Your Excellency, the Cooperative Union of Meru is holding the hand of the Cooperative Dairy Union of Nandi. Your Excellency, naomba nitangaze hivi kwamba kule Nandi County tunatazamia ushirikiano mkubwa na watu wa Meru, hasa kupitia kwa cooperative yetu ya Dairy Union. Kwa pamoja tunashirikiana, na baadhi ya maziwa iliyo kwa shelves ya Mount Kenya Milk inatoka Nandi. Hello, for the last 2 months, part of the milk that is in the shelf, that is Mount Kenya Milk, is made in Nandi. Bwana Deputy Speaker, we celebrate the partnership that exists between this county and the county government of Nandi. I come in with greetings from His Excellency Governor Stephen Sang, who would have loved to be here, but out of duty is out of the country. He has sent us to celebrate with the people of Meru. God bless you. Asante DG, Dr. Unitas. Wa Meru wakulima, shika mkono, weka mkono pamoja, tukaribishe wabunge wetu. Tuanze kukuja hapa tukiongozwa na Mheshimiwa Rahim. Tukaribishe Senator wa Meru ambaye ni 2 term. Makofi kwa Senator wa Meru Kadhuri Murungi. Karibu bwana Senator, salimia wakulima. Aya, tuko salama, tuko sawa pande hiyo. Antubeto, mimi naona pia masaa imeisha. Nikiangalia pia hali pale nyuma naona mambo imebadilika. Vile uliongea fireman, hiyo mkutano ingeishia hapo tu, vile ulimaliza tungemalizia hapo. Sababu umepeleka message yetu sote kwa Kenya na kwa rais na Wameru wote, kwa niaba ya kila kiongozi hapa. Wewe umezungumza vizuri. Na hata nisipoongeza chochote, wewe enda ambia rais sisi tuko nyuma yake 100%. Lakini umeguzaguza, unasema ati tuwe pamoja namna hii, lazima kuwe na condition. Hakuna kuwa pamoja bila condition. Kama jamaa wengine wanataka tuwe pamoja, lazima na sisi tuketi tuseme tuko pamoja nyuma yako, sio nyuma ya mtu mwingine. Wale jamaa walikuwa kwa serikali akatoka. Jana nilikuwa nauliza, sababu hiyo chama ya pande ile inayo forma yako, ile forma kati ya huyu kijana tuko naye Senate, unafunza kazi Senate Medhu, na kiongozi yetu Mithika Linturi, sasa nani anapaswa kuwa Secretary General wa chama? Ni Mithika ama ni huyu Medhu, huyu mono anafunza leo? Hiyo si ni madharau tunafanyiwa? Ati Mithika anaenda kupigia Medhu magoti akiwa Secretary General. Mimi niko kwa chama ya UDA, na kusema ukweli, hata ukiniuliza organizing secretary wa UDA mimi simjui, na sinanga acha na organizing secretary. So tunasema wale watu wa pande ile wana madharau. Hakuna vile Medhu ndiye mundozi wa Linturi. Linturi amefanya miaka ngapi? 10 bunge. Amekuwa senator miaka 5. Amekuwa waziri. Ati Medhu ndiye mundozi wa Linturi. Sababu ya madharau, huyo mkubwa yo Paterinda angependa kuona hiyo Secretary General ikikuja pande ya Meru, sababu anadharau Meru. Kwa hivyo kama kuna kitu mimi nitakubali, naibu rais, hiyo chama inaitwa hiyo ya pande nyingine, itupatie naibu rais mwingine, inominate naibu rais tukompea profesa na huyu mwingine.
ndio sasa tujue tunachagua naibu rais pande gani. Lakini si madharau hiyo. Wewe unajua wewe ni kiongozi ya taifa. Mimi nimechaguliwa kuchunga Meru. Mimi naongea siasa ya Meru, wewe ongea ya taifa. Hiyo ndio difference kati yangu na wewe. Kwa hivyo mimi wakileta shinda tu ni vile tunasema. Naibu rais, asante, endelea kushikilia hawa. Lakini waziri Mutahi Kagwe alitoka, nilikuwa na ujumbe yake. Wakulima wengi wa ng'ombe wa maziwa ni wakulima wa majani chai, na kuna sheria imekuja za 0.8% levy. Ili imetusumbua hapa sana na naibu rais. Mimi nataka kumuomba, sababu ilitoka kwa wizara yake, aweze kuondoa hiyo sheria. I request Mtundi Gazette, sababu hatuwezi kuwa tunalima alafu tunatoboa tena kitangi yetu na misumari na more taxes kwa wakulima wa majani chai. Naibu rais, hai tuko na kibarua vile naongea na wewe kwa wakulima wa majani chai juu ya 0.8%. Kwa hivyo waziri Kagwe, kama anataka kutusaidia na yeye atoe hiyo sheria tuongee after 2027 huko mbele. Tuone vile serikali itasupport AFA, itasupport Timbond na itasupport ile mambo ingine ya majani chai ya marketing. Lakini saa hii mambo ya tax, tafadhali hiyo tax atoe kama tutaenda vizuri na wakulima wa majani chai. Asante sana Gitonga, unafanya kazi mzuri na bondi yako, endelea kushikilia hivyo. Bwana PS, wewe cooperative, hata sikuwa najua cooperative ni kitu mzuri. Lakini under your leadership na waziri wako, kumbe nimejua cooperative is the big thing for our region. Na kwa hivyo endelee namna hiyo. Sisi tukiwa kwa pande ya siasa tutaendelea kuwashikilia na tufanye kazi pamoja. Gitonga na mbondi yako, ni vizuri tukae pia na viongozi wa Meru ndio tutembee safari pamoja, because you are the best dairy. The leadership of Meru, we are MPs, MCAs nini, fanya siku moja jioni tuongee pamoja, tuendeleze hii kampuni yetu pamoja kabisa. Kwa hivyo we support you. May God bless you. Asante, makofi kwa seneta wetu. Wapi Mheshimiwa Rahim alete waheshimiwa wetu wa bunge ambao ndio wenye hawa wakulima, ndio wanalia nao kule mashinani, ndio wanacheka nao. Kwa hivyo wakulima wote wa Meru, wabunge wetu kujeni tafadhali. We really love you and respect you. Najua mmechoka vile time imeenda, lakini mjikaze. Wapi Mheshimiwa Rahim? Okay, karibu sana Mheshimiwa John Paul. Thank you, Your Excellency. Karibu sana Meru. John Paul Mwirigi ndio majina yangu, mbunge kutoka kule Meru. Kule Maua, Igembe South constituency. Wakulima wa masiwa. Naona watu wameshoka. Our Deputy President ameongea, mimi ni mkulima, nilikuja hapa kwa shughuli ya masiwa. Sina mengi, asanteni sana. Thank you very much. Your Excellency, umeongea vizuri sana na nataka kusema naiga mkono kila kitu umesema. Asante sana. Dr. Mutunga, Tigania West. Asante Dr. Shadrack, ukule mitunguni kwako mwenye factory. Asante sana. Langu ni kuleta salamu kutoka South Imenti, na nimetoa shukrani kuwa hiyo factory iko South Imenti. Vile vile Your Excellency, nataka kuongea au kusema ile project ya Kagrik ya sex semen ambayo iko Marimba tungetaka iwe operational. Asante sana. Thank you wakili Kirema Ngushine, Central Imenti, mkulima wa maziwa. Thank you Ngabana, Deputy President. Sisi tuwasema asanti. Ile society umepatia maziwa hapa kikombe hapa ikiwa namba 2 ni ya kutoka kwangu. Na ndio unaona hata nimevaa kabuti kama mkulima namba 1 huko Central Imenti, mkulima wa ng'ombe. Moi alikuwa mkulima namba 1 wa Kenya, Ruto ni mkulima namba 1 wa Kenya, Central Imenti mimi ni mkulima namba 1. Ndio unaona, na si maziwa pekee, ni sehemu zote. Asante sana. Thank you. Asante Mama County, Mama Elizabeth Kailemia, karibu. Asante sana Your Excellency. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana Your Excellency. Beta kwa Elizabeth Karambo Kailemia, mimi ndio Mama County wa hii eneo ya Meru. Thank you.
Asante Mama Muthoni, nominated MP wetu wa Meru. Asante sana, His Excellency. Naitwa Dorothy Muthoni, nominated Member of Parliament. Pass our best regards to His Excellency the President. Thank you. Asante, Your Excellency. Municipality MCA, Bwana Caleb, inua mkono. Bwana Caleb, where are you? Caleb, the host MCA. Asante, support kubwa sana. Karibuni sana, Your Excellency. Asante. Asante sana. Naomba tutulie, ni muombe Mheshimiwa Naibu wa Rais kwa ruhusa yako tusimame sasa. Tuvue kofia zetu kwa heshima tuweze kutamatisha kwa wimbo wa taifa. Asante sana, Mheshimiwa Naibu wa Rais ataondoka kwa hiari. Asante sana, Mungu awabariki. Eje ni Wero TV. Karayu cionthe iji na cinguku cia mweri mwake bahatu igucenga na kuurika wikonora na mbesa mukone ija tukonu urimi kinya ng'ombe riruteria lita 35 iria riu rionthire ng'ombe imwe munyanyokwa tuite maguru nkuniene hai no tuitere maguru nkuniene nukuona iji itena kinya nkurukie mweri jumwe na ikendwa na arua na mweri jumwake tega nkara tega nguku itu ithoga tueri tega isui tega pera itu batusanure we tusanure ni to wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe nguruwe na ndithia ingi chionde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda